Bon après-midi chez vous. Merci de nous recevoir chez vous. Votre émission Dialogue Sacré, une émission qui traite diverses thématiques théologiques, traditionnelles, doctrinales, des thématiques ou des sujets qui divisent aujourd'hui l'Église dans les corps du Christ. Quand nous parlons du corps du Christ, nous voyons plusieurs confessions religieuses. De même, aujourd'hui, dans notre deuxième partie, sur la question qui a été traitée la fois dernière, où nous avons dit vrai ou faux, Jésus est Dieu. Cela a divisé deux confessions religieuses. Nous avons l'église pentecôtiste qui disent que Jésus-Christ est Dieu, ainsi que dans l'église islamique ou chez les musulmans, eux reconnaissent Jésus comme prophète et disent Jésus n'est pas Dieu. Voilà la question que nous allons traiter encore cet après-midi. Bien aimé, j'aimerais juste vous dire que essayez de nous écrire, car les appels, vous êtes tellement nombreux qui nous appelez. Alors on ne saura pas vraiment vous répondre en direct. C'est alors que nous vous prions de nous laisser vos messages. Lorsque vous nous écrivez au numéro qui est affiché au bas de votre écran, écrivez-nous vos questions, vos préoccupations, tout ce que vous voulez par rapport au sujet traité. Alors, en ce jour, j'ai deux invités qui nous avons commencé la fois dernière. J'ai à ma droite le Cheikh Ali Nkoulou que j'aimerais recevoir maintenant dans ce plateau. Bonsoir, Cheikh. Bonsoir. Habari. Mzuri. Ni nguvu? Niko na nguvu. Leo unavala teni, donc ni vya matata? Hapana, ni kawaida tu, ndio mavazi ya manabii. Leo huu nabii? Hii ni mavazi ya manabii ambao manabii walikuwa navaa. Mimi si nabii, hapana. Wewe unavala mavazi ya manabii? Ile ya manabii ya manabii. Ile mavazi ilikuwa anavaa Yesu. Jofili. Juu Yesu hakuwahi kuvaa koti vile. Yesu kwa fani? Alikuwa anavaa kanzu. Kanzu. Leo en tout cas leo ni bia nguvu sana, mutuanjikie ma SMS na pa WhatsApp biote biko bizuri sana. Oui, à ma gauche, mais on a apôtre Aaron Kiota, visionnaire des églises Jésus-Christ, seule solution à qui nampokea. Bonsoir papa. Bonsoir pasteur. Bon après-midi. Merci beaucoup. Papa Nijeleo. Trop bien. Mungo bien. Tena bien sana. Ya shakuvalia leo teni ya Yesu na saa Yesu ashukuvala kile teni. Bon, Yesu akuvala ile teni, alivala nkanju parce que yeye ni Muislamu. Hajaelewa kwamba msacerdoce kulikuwa manto ni yenye Aaron alikuwa anavala ni costume koti. Donc mule temps yabo na mutanye tunibio bimo. Unajua kwa mambo ya mavazi. J'espère que haina muor religieux. Sinon kuvala kanju unaonesha tu kama vraiment c'est une autre chose, et puis koti ndio vazi inapaswa kuvala makoani. Parce que Aaron, Mungu ndio alimwambia bamtengeneze costume. Voilà. S'il le veut, je lui donne le verset biblique. Leo atuna kumamba mavazi. Leo question inasema vrai ou faux, Jésus-Christ est Dieu. Donc émission lelipita tulisemeza sana tulikala pa mtoto wa Mungu. Alors leo tunapenda kuingia muvif na Sheikh Ali alisema nini? Anasema eko tayari kubatiziwa. Eko tayari kubatiziwa. Na wewe vile kupale utetwanjikia vrai ou faux, Jésus-Christ est Dieu. Alors, il est bile mune twanjikia bile unaleta sondage ya kukomprendre na vile émission iko naendelea. Leo mi unaanza na apôtre Aaron Kiota, eko na 5 minutes ya kuonesha kama Yesu Kristo ni Mungu. Asante baba, mwana sauti. Merci beaucoup. J'espère que tungalimo na maminiti mingi. Tunawasalimu wote wenye kutufuata wa Kristo wote, tunawasalimu na ndugu zetu katika mwili wa Islamu, lakini ambao tuchangia nao imani moja, nao tunawasalimu pia. Kwa hiyo kia kwanza juu tuendelee na debat kuhusu habari ya uungu wa Yesu, la divinité de Jésus. Ndio. Yesu kwa mbele kwanza ni Mungu, na kabla nionyeshe Yesu ni Mungu, napenda nirudie mahali tuliachia, sababu ni mwalimu. Tuliachia pa mahali ya kusema kama yeye Sheikh alisema ikiwepo kama Yesu ni Mungu, juu ya nini Yesu aliomba Mungu? Baba. Hapana kwa baba. Kama Yesu ni Mungu, ile ndio kesho yake. Juu baba na Mungu ni vitu vile vinaachana. Ndio. Juu Mungu ni ensemble ya Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, ndio Mungu.
Mungu ni ensemble ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ile est-ce que yebo bile banabijua kule ndio watu ya kwa tutafika atabijua, ndio maana alikuja hapa ili afundishe okay. Kwa hiyo tunakuja ku mambo ya ikiwepo shehe atakatala ke Yesu si Mungu juu aliomba Baba, kumbe hala naye si Mungu juu naye aliomba Mungu. Ndio maana tutasoma mbele kwenye Qur'ani. Surtout napenda sana tafsiri ya Wakenya ya 2016. Inasema hivi: hakika Mwenyezi Mungu na malaika wake wanamsalia nabii. Al-Azabe 56e verset. Hakika Mwenyezi Mungu na malaika wake wanamsalia nabii, enyi mlioamini msalieni na msalimu kwa salamu. Asema donc Allah Mwenyezi Mungu sadi Dieu. Tunaona Mungu na ba malaika bake banakusanyika beko banamwombea nabii. Sasa tunajipoze question, yeye ni Mungu anamwombeaka nabii kwa Mungu gani? Sasa kama Yesu ikiwa yeye shaitiki kwamba ni Mungu sababu aliomba Mungu, sasa hala hapa ameomba Mungu kwa Mungu gani? Hiyo ni ya kwanza, tupenda tumsaidie kuonesha kusema kwamba Yesu na Mungu kusema kwamba Yesu kuachanisha mwana na baba biko tofauti sawa. Ina sababu ya kuzaliwa kwa si tunazala kimwili. Ile biko ni ya un esprit parce que Jésus est le fils de Dieu, il est l'âme de Dieu, il est la parole de Dieu. Donc ile parole ikavala mwili, neno la Mungu likivala mwili ayampoteza Mungu bali alipo. Okay. Sasa tunakuja pa hii fashi ili tusaidie tena shehe, sababu leo nayo kama ana kazi ya kuandika sana. An-Nisai Qur'an inasema 171, enyi watu wa kitabu msipite kiasi katika dini yenu, wala msiseme Mwenyezi Mungu ila kwa lililo kweli. Hakika Masihi Isa mwana wa Mariamu ni mtume wa Mwenyezi Mungu na neno lake tu alilompelekea Mariamu. Sijui kama uko unanifuata vizuri. Napendaka mtu uko unanijibia ndio tunatembea vizuri. Okay. Sikia andiko vile inasema mwe batu badini, msipite kiasi katika dini yenu. Shurona? Mwenyezi Mungu. Okay. Katika dini yenu wala msiseme Mwenyezi Mungu ila kwa lililo kweli. Hakika Masihi Isa mwana wa Mariam yake Yesu Kristo ni mtume wa hakika ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Tunaenda hapo. Na neno lake tu alilompelekea Mariam. Manake Yesu ni mtoto wa Mungu mwenye aliketu kuneno lile lenye alimpelekea Mariam. Kula tunanako tena tatizo juu shehe Jumajana alitika kabisa Yesu ni mtoto wa neno, na pale na Qur'ani yake hawezi kuikosea. Shehe mzuri sana huyu, tena mwalimu mzuri. Kwa hiyo tunarudia pa hiyo fashi. Qur'ani nasema hivi. Qur'ani nasema aishi pale nani Pastor Johnny aishi pale nasema na ni roho. Sikiliza huyo Yesu tena, na ni roho iliyotoka kwake. Manake Yesu anakuwa kwa mbele neno la Mungu, kisha Yesu anakuwa roho. Asa tukienda kuetid ya bumungu wa Mungu, Mungu ni nani? Jean chapitre 4 inasemaje? Mungu ni roho na wanaomwabudu watamwabudu katika roho na nini? Na kweli. Kwa hiyo kama Mungu ni roho na Qur'ani nasema Yesu ni roho, manake huyu mtoto huyu alikuwa kwa neno na yeye ndio roho. Na kama ni roho manake na Biblia inasema kitabu cha Yohana chapitre 4 ukisoma 24 verset unashuka inasema Dieu est esprit, Mungu ni roho. Sasa tungali tunaendelea pale kwa sasa, paka sasa Qur'ani ingali inamuonesha Yesu kwamba huyu Isa bin Mariam njoo Mungu roho, sababu yeye ni roho. Sasa tunaenda hapo, kilichozaliwa kwa roho ni roho. Kwa hiyo yeye ni neno, oro neno njoo Mungu, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Niko na masurprise mingi yenyewe leo mwalimu wa Kiislamu atajifunza. Hivi mnasema baba ni paka vya mubibi. Ni Qur'ani, mimi niko kwenye Qur'ani, iko nayo Qur'ani. Ni Qur'an. Ndio. Okay. Tunaenda tunarudia pa hiyo fashi. Kwa hiyo Qur'ani nasema kwamba hiyo Yesu alikuja kwa neno tu. Lenye Mungu alisema. Kisha na ni roho. Na ni roho. Yesu ni roho. Okay. Kwa hiyo kama Yesu akiwa roho na Biblia inasema kwamba Mungu ni roho, kumbe Yesu ni Mungu roho. Kama Yesu akiwa neno na Biblia inasema katika mwanzo Mungu alikuwa neno, kumbe Yesu ni nani? Ni Mungu, kwa sababu yeye ni neno. Siaishia hapo, kwa nini natafuta ni hapa. Inasema basi muamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, wala msiseme utatu. Komeni, itakuwa kerini kwenu. Hakika Mwenyezi Mungu, hapa ndio peko mambo yangu. Hapa unifuate vizuri bwana journalist. Inasema hivi, hakika Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu ni Mungu mmoja tu. Nani mwenyeko Mungu mmoja tu? Mwenyezi Mungu. Okay. Safi? Mwenyezi Mungu ni Mungu mmoja tu. Ametukuka
Sijui kama mimi napenda kuona nijibia itakuwa ya maana. No, baba bila kufuata. Narudia hapo. Inasema hivi, hakika Mwenyezi Mungu ni Mungu mmoja tu. Ule mwenyeko Mungu mmoja tu ni nani? Ni Mwenyezi Mungu. Safi. Sasa tunaendelea tena. Maandiko yanasema hivi, ametukuka. Ule mwenye anatukuka ni nani? Mwenyezi Mungu. Safi. Ametukuka yeye. Ule mwenyeko yeye ni nani? Si Mwenyezi Mungu. Ametukuka yeye na kuwa ana mwana, na kutukuka, ametukuka yeye na kuwa na mwana, ametukuzwa yeye. Kama kipindi tunaweza kuisoma mkurani ya Kifaransa. Okay. Donc ametukuzwa, ametukuka yeye Mungu. Ule Mwenyezi Mungu ule anatukuka yeye Mungu, anatukuzwa pale penye il est glorifié, c'est glorieux pour lui d'avoir un enfant. Okay, merci. Donc papa. Pour Mungu kulingana na Qur'ani hii iko nazungumza hapa, Mungu ana mwana. Sasa tunaenda pa Jean chapitre 5. Sijui kama minute yangu iko. Minute yako shakwisha. Shakwisha 5 minutes shakwisha. Basi. Ni safi. Basi tunaheshimu Mungu. Tubaki mbele pale mambo ya roho. Ila anasema ni roho. Ndio. Bien leo ni bien nguvu sana. Écrivez-nous au numéro qui est affiché au bas de votre écran. Moutouandiki, s'il vous plaît, Moshite, m'appelle tellement ya mingi. Monaki Shalom Télévision, les chaînes qui suivi partout. Kasumbalesa, Kipushi, n'en parlons pas, Likasi, donc tout connaît mbari sana, les gens nous suivent de partout. Et au lieu de nous appeler, tout n'est ici, nous vous aimons beaucoup, Moutouandiki. Motandike leo apôtre Aaron shokosha kushirika sana nasema hivyo teme munafata ni bia mukoran, ni bia mukoran mbele avant chez Adjibou tufate annonce ya publicité parce que premier sponsor ni Shalom Télévision de émission na wewe unapenda kutusponsoriser, tunatafuta sponsor wa kutusponsoriser. De fois on a réclamé 5 minutes tuko kiloko, c'est vrai minute kilo on a sa télé njo vile. Kama unapenda miniti pite bwingi ipande mwitute kuile numero eko pale musponsorize émission s'il vous plaît. Kama mune sponsorize batakwa na temps mrefu tunaweza bata 1h30. Non le dimanche mote moshe kala mu salon 1h30 tuna débattre tuna conclure. Hein? Suivant et puis retournons après. Beba. Honorable Mulenda anapika kapata mushalom. Anafanya nini? Anaanza maksio yake ila alisema yo ile mushikema. Publicité yote ku televisioni $10. Ayo. Publicité yote ku radio ni $8. Communiqué yote iko ya kilio $5 ku radio na ku television. Ukibiti na madiffusion na beti na nafanya nini inashuka. Kwa mweba pasteur munatafuta ba miyuwe. Na wao ule unatafuta macroisade, ma campagne d'évangélisation. Kuya wapi? Ku Shalom Télévision. Mweba ni Mungu ni bya kudiffuser. Mungu ni ma message yenu. Munatafuta bantu ba miyuwe. Tunashusha bei ya ma émission spéciale. Paiement avec $100 ku télévision ou on a des diffusions. Avec $80 unapata des diffusions ku radio. Hata mu majournal yetu télévisé. Unapenda kupita juu ya ma message mbalimbali. 10 diffusions. Mu journal yetu $160. Mutetupata wapi? Tuko mu route Congo Kiwele, arrêt dépôt 1, avenue Mpande numéro 10. Unazibuka bu quartier Kabecha, commune Kampemba. Na Shalom Télévision, bei ni chini. Ni chini. De retour sur ce plateau, munatokea kupata sport vile unasema mambo ya vile Shalom yetu bei yote biku chini, mambo yote ku bien, ba annonceur venez, ba pasteur mkwe karibu. Tunarudia na sujet yetu, vrai ou faux Jésus-Christ est Dieu. Mwanamshikia vile baba yetu apôtre Aaron ye anatokea kusema na bile biota alisema ni ndani ya Koran. Sasa unajibia nini pale? Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Thumma salatu wa salam ala mab'utha rahmatan lil alamin. Ama ba'd. Ukweli ndugu zangu Waislamu na wale ambao hawajabahatika kuikubali dini ya Kiislamu, mimi nimefurahi sana kwa kukutana tena mara ya pili na pasta. Na wasi wanaboka. Mimi sina na wasiwasi wala sina naoga kwa sababu hivi ndio vitu vyangu. Mimi chakula yangu ni sawa. Yaani mimi kunako mambo ya Mungu utanima chote lakini nipe hivi vitu. Karibu sana. Nampenda pasta sana.
sababu teme yetu ni kusema leo mnakonfirmia kusema ki Yesu ni Mungu. Lakini pastor aliona kwamba hatatoa maandiko ya kunionyesha kama Yesu ni Mungu kweli. Lakini nimemkubali kwa kuwa anatafuta somo ile tuliacha Jumajana, sababu kuna sehemu nilimwacha kusema kwamba Yesu hawezi kuwa Mungu. Na kama atakuwa Mungu sawa na imani ya Wakristo, kwenye kitabu cha Mathayo 27:45 inaonyesha kwamba Yesu kapelekwa msalabani na wanadamu wake, na ilipofika kenzere usiku ulipoingia, Yesu alilalamika na akapiga kelele kweli akilia, Eloi Eloi lama sabakitani, Mungu wangu mbona umeniacha? Na yeye ni Mungu. Ndio nikasema mimi najua Yesu angelikuwa Mungu alipasha kusema hivi, Mungu mwenzangu mbona tumeachana? Ona tu magumu kidogo nafika tu tunaachana. Kumbe hii ulizo ndio nilimwachia pasa, akamwambia sasa kama Yesu ni Mungu, alimulilia tena Mungu gani? Na yeye ndiye Mungu. Mimi nifikiria pasta kunyelewa, kumbe pasta alinielewa siku hiyo. Barikiwe pasta. Ndio leo anasema mimi naanzia pale pale. Mimi nishakubali kama Yesu aliomba. Lakini huyo Mungu kama Yesu aliomba Mungu na mtume wenu naye shana Mungu wenu ule ala wenu naye sheko naomba. Mimi maneno pasta, kwanza nashukuru juu ni Mswahili. Anashinda kuelewa. Anatoa aya inayosema kwamba hakika Mwenyezi Mungu hata bila nasoma bila shibishiri. Ndio, lazima nimueleweshe. Biblia anashinda kuelewa. Qur'ani ataiweza? Hili ni mtihani. Anasema kwa nini Qur'ani na ndani ya Qur'ani yenu kuko aya anasema ya kwamba hakika Allah ndio Mwenyezi Mungu na malaika wanamuombea mtume. Sasa ile kitu utashinda kuelewa. Aya anasema ni kweli. Aya anasema kwamba hakika Mwenyezi Mungu na malaika wanamuombea mtume, wanamtakia mtume rehma. Enyi ambao mlioamini, nanyi msalie mtume, maana kumtakia rehma ni kusema je, Allahumma swali ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mwenyezi Mungu umrehemu Nabii Muhammad. Maana umrehemu kwa sababu ni mtu ambaye alipata tabu sana kwa kuitangaza hii dini mpaka mimi. Angalia mimi ni mluba manono. Uislamu utoke Maka mpaka nini upokee mimi. Mtume alifanya kazi kweli. Inatakiwa aombewe rehma. Hiyo sio kusema kwamba eti Allah naye anamuomba Muhammad. La, sio hivyo. Maana ukilinganisha unataka kulinganisha kama Muhammad naye ni Mungu. Sisi mtume Muhammad sio Mungu. Yule ni mtume tena ni nabii. Maana ukilinganisha yale maneno ya Yesu kulia Eloi Eloi na bwana mtume huku, utakuwa umekosea kabisa. Sisi hakuna Muislamu anamuita mtume Muhammad kuwa Mungu. Ule ni mtume Mwenyezi Mungu tunamjia kabisa. Lakini kama ni habari ya rehema hiyo, pasa wewe ni kutokujua. Lakini angalia kitabu chako cha Biblia vizuri. Hata Yesu anakubali ile maneno. Ukiangalia kitabu cha Mathayo 12:7, Yesu anasema lau mungelikuwa najua vitu vyote mungeacha. Mimi Yesu nataka rehema wala sitaki sadaka. Unaitana Mfransa. Nataka rehema. Make rehema. Ile nyamba ambayo aliyosikia yeye pale. Verset iko ni Mathayo 12:7. Okay. Hata Yesu naye anakubali na sana mimi nataka rehema, sitaki sadaka, make kurehemu. Hiyo Allah alimrehemu ni mtume, tuna malaika wanamrehemu mtume kwa kazi ambayo aliyoifanya. Hiyo ni sehemu ambayo ninatoka kwa sababu pasa kupaelewa vizuri. Lakini nakuja sehemu nyingine kubwa sana, aliona ndio nguzo ambayo atakayelalia ili apate sport. Lakini angalia pasa, ukitegemea huko utaanguka kusema kwamba eti sijui Yesu ni neno na kweli neno njoo Yesu kisha alizalika kwa roho. Vile vitu pasa, kwa sababu katoa andiko ya Jean 4 inasema kwamba Mungu ni roho na wote waabudu katika roho. Kwa hiyo Yesu ni roho na njoo Mungu mwenyewe kwa sababu ni roho. Sawa, ikiwa kama ni roho huko nako pasta utakwama. Lazima nikwambie kweli, maana unapotapiga angalia kwenye unatapikia. Hii sehemu ni unatapikia panastahili ama hapana? Andiko kama na hii ya roho mimi nitakusaidia. Ni ukweli. Kama ni kuanzia mwanzo kusema Yesu aliomba Baba, Eloi Eloi lama sabakitani, Mungu wangu mbona umeniacha? Aliomba Mungu amokoe kwa sababu matatizo yeye si Mungu. Angelikuwa Mungu angejiokoa. Kwa kule kuona kuko mtu akumokoa ndio maana aliomba. Biblia yako yenyewe ukisoma Zaburi 68:20 inasema hivi, Mungu kwetu sisi ni Mungu wa kuokoa. Mungu kwetu sisi ni Mungu wa kuokoa.
Zaburi 68 Zaburi mu français ni kitabu gani? Pasa mpe kazi. Mimi naona mzee anataka mimi dakika yangu ziishi. Psalm. Anaike 68:20. Unasema mimi naitafuta. Okay. Inasema Mungu kwetu sisi ni Mungu wa kuokoa. Na ndio kwa maana Yesu alipojua kama yeye hana na uwezo wa kujiokoa, ilibidi amtafute Mungu Mwokozi amwokoe. Na ndio kwa maana alilia hivyo. Wapi Yesu alisapoti hayo maneno kweli? Jean 12 ukianjia 37 ama 27 inasema sasa roho yangu imefadhaika. Yesu roho Mungu, sasa yeye anatamka sasa roho yake. Sasa roho yangu imefadhaika, nami nitasemaje? Baba uniokoe katika saa hii. Maana Yesu kila mara ukimwambia ni Mungu, yeye anamwambia Mungu niokoe katika saa hii. Hiyo ni maneno hiyo. Sasa tunaangalia kuangalia hii maneno ya roho. Mara nyingine pasa tutakapokuwa tuko naongea, ndio maana nisema angalia vitu ambavyo unataka kutapika na sehemu unataka kutapigia. Maana yake mimi Biblia kuna baki yake ni mimi kutengeneza yangu. Kwa sababu hii ni shaka imeza zamani. Ndio ukiangalia kuhusu mimi nasema unaanza kukimbia question. Hapana, question iko niko na jibu. Bila alisema bila alibisoma mu Quran. Utaratibu ni huyo, mimi waanzie mu Quran, juu fafanushe. Basi usijali. Mimi nacheza ni minute yangu, pale na minute inaisha. Ndio pale mimi basi usijali, mimi najua hata mkao wawili mimi nitawamaliza nyie wote kwa sababu mimi wakati pasta anavyoongea mimi nanyamaza kimya. Sikia, mimi nakuita, mimi nimita hapa. Juu tu éclaircir bantu par rapport ya maopinion na diviser église. Nous sommes dans le corps du Christ. Basi mimi naenda kwenye Qur'an yake kwa kuwa unaona kwenye Biblia nitakwama sana, nishachambua huko. Akarudia kwenye Qur'an. Hiyo Qur'an mimi nampasha kwa Qur'an 19 asomee pa 28. Bana mwambia Mariamu. Watu walistajabia kuona Mariamu anapata yule mtoto maana yuzungumza yeye. Qur'an anatuambia hivi, ewe dada yake Harun, baba yako hakuwa mtu mbaya wala mama yako hakuwa msharati. Mariamu ndio anauliza ile maneno kwa sababu analeta mtoto. Lakini hapa akasema Mariamu akawashiria kwake yule mtoto. Akawashontea kwenye mtoto yuko analala pale. Unaona? Mumuulize yeye, yani mumuulize huyo mtoto. Wakasema tutazungumzaje na mtoto ambaye angali mdogo tena kwenye kitanda, atasemaje? 30 nasema yule mtoto akasema, yani Yesu akasema, hakika mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu. Amenipa kitabu na amenifanya nabii. Yesu anasema Mungu ndio ananifanya mimi niwe nabii. Hapana kunifanya mimi niwe Mungu. Ile ni Qur'an. Qur'an hii ndio ile kwa hii ni surati Maryam. Ni surati 19 tunaanzia 18. Yesu mwana anasema yeye anafanya ni nabii. Angali ndio muujiza wa kwanza, hata Biblia hamna. Haina. Muujiza wa kwanza Yesu. Hata ukimuuliza pasta pale muujiza wa kwanza ni upi, atakwambia muujiza wa kwanza Yesu aligeuzaka pombe. Bila hakuna. Muujiza wa kwanza wa Yesu ni wakati Maryam anakuja na mtoto, watu wakashangaa. Kamwambia, "Huyu mtoto unamtoa wapi?" Na ile hali mama yako hakuwa mtu mbaya, baba yako hakuwa mtu mbaya, mama yako hakuwa msharati. Mariamu akasema, mumuulize mtoto mwenyewe. Yesu mwenyewe ndio akatamka, mimi Mwenyezi Mungu ndio ananipa kitabu na kunifanya mimi niwe nabii. Mtoto wa siku moja afu anazungumza Yesu. Ila na Mungu sasa. Mungu sio Mungu huyo. Wewe usijape kacha kwambia sema Mwenyezi Mungu ananifanya niwe nabii. Ndio nasema ni maga mkinywa kwa Yesu habari ya kusema yeye kwa Mungu, yeye hayu Yesu mwenyewe. Yesu tu hayu kama yeye kwa Mungu. Asa leo ulizole papa. Anasema hii miujiza ya kwanza ya Yesu ni bo shika miniti isha kuenea. Hapa ni mimi ndio mimi mko deja ku 9:50 ukadre vitu bien kwa sababu ndio maana mmoja kwa sababu unaona kile kiko tatizo pale. Pastor alipewa dakika yake akafundisha. Inakuwa muda wa mimi kufundisha. Kama kutakuwa muda wa maulizo itakia baadaye. Ndio tembea hivyo. Sababu hapa tayari inakuwa dimiti, hatujui utampa nani. Alikuwa shakwisha 50 minutes. Mimi ndio mimi naendelesha vile ninamwachana. Sasa kama kungali ingine kumuongezea sheo muongezee njoo nimalizia. Ashamalizia. Ndio hivyo. Basi inatosha basi. Ongezea dakika. Sana upatia 2 minutes. Sawa, kama unanipa 2 minutes kwanza ubarikiwe. Nabarikiwa. Amen. Humu ndani ya Qur'an. Hamuna hata sehemu moja Yesu anasema mimi Yesu niko Mungu. Teme ya leo si mwana, teme ya leo
Yesu ni Mungu. Mimi nataka waniprove Yesu ni Mungu kwa verse gani? Safi. Basi. Safi. Huyu habari ya mwana tulimaliza Jumajana. Mimi hapa leo nazama nijue kama Yesu ni Mungu. Mimi naona ni hatari hapa Lubumbashi unatokea Mungu mwingine wa sasa jina yake Yesu. Nastuka journalist. Nastuka. Basi. Kwangu inaisha umpashie dakika zangu zinakuisha. Kama ziko nyingi nipe. Ndio nishone maandiko sasa. Ya ukataa kama Yesu si Mungu. Tunamisikia mwendelee paka kutuandikia kule nimero pale chini maulizo yenu ndio tupatia nguvu na mngudia papa ye she anakatala anasema kuanzia Biblia anaonesha na miujiza ya kwanza ile Yesu alifanyaka angali mtoto anasema anasema umprove kwenye Biblia yako njoo kwenye Quran au bi comprendre comme ça umprove kama Yesu ni Mungu ajue. Nashukuru. Unanipa minute ngapi? Bon, hapa mseme nimpatia 3 minutes. 3 minutes. Safi. Kitu kia kwanza nikifikiri benye kutufuata nyo wanatufuata mahali tulikuwa. Hapa tunakuwa kwa mambo ya share anatafuta tumfundishe mahali Yesu yuko Mungu. Ili tumwambie Yesu kuwa Mungu, ni sharti tujue kwa mbele mtu yote mwenye kuwa na sifa. Kama par exemple tuko nchi yetu, sijui kama journalist unafuata. Tuko kwenye nchi yetu, mtu mwenye kuwa na sifa ya kuwa rais, maana si ni rais. Mwenye kuwa na ile honor ya kupewa anashuka hivi watu wanaela kustade comme president de la République. Si ndio president de la République. Kwa hiyo tutaanza mbele kia kwanza alisema ili Yesu akuwe Mungu. Sijui kama unaelewa mzuri. Ni sharti kitabu kile Psalm ile alileta anasema Mwenyezi Mungu ni Mungu ule mwenye kufanya mwenye kuokoa. Kwa hiyo kama akikuwa anatafuta Yesu kujua kama ni Mungu, ifaa kuwa mwenye kuokoa. Nitajibu tu kidogo ili nipite pa hiyo fashi. Ukisoma Tito chapitre 3, Tite chapitre 3 chapitre 2 verset 13. En entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc, il est espérance na manifestation ya Mungu mkubwa aliye Yesu Kristo Mwokozi. Kwa hiyo kama Psome alileta kusema Mungu ni mwenye kuokoa, Yesu Mungu mkubwa, mwenyewe aliye Mwokozi qui est notre Sauveur Jésus-Christ. Donc grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Tunarudia pafashi yenyewe alikuwa anaongea kuhusu habari nimpatie mahali Yesu ni Mungu. Tunaanza hapa ndio tapenda shaanze kuandika sasa. Sababu kwa kujua kama Yesu ni Mungu hailombi hata tulete matatizo, ni mambo madogo sana. Tunaanza na maandiko moja moja. Tunaanza na Timothée, tunaanza kwa mbele na kitabu kia Jean chapitre 9. Biblia inasema hivi. Chapitre 9 verset 35 inasema hivi. Biblia inasema hivi. Yesu alisikia ya kama walimtokeza nje, akamwambia verset 37, Yesu akamwambia, "Umemuona ndiye yeye?" Verset 36, akajibu akasema, "Yeye nani Bwana? Niweze kumwamini?" Yesu akamwambia, "Umemuona ndiye yeye anayesema nawe." Akasema, "Bwana, nimeamini." Akamwabudu. Ukishuka hapa juu, Yesu akasema, Yesu alisikia ya kama walimtokeza nje, akamvumbua, akamwambia, "Umeamini mwana wa Mungu?" Huyu bwana kipofu akamwambia, "Ni nani ule mtoto wa Mungu mimi nimwabudu?" Yesu akasema, "Njoo mimi huyu mwenye hapa mtoto wa Mungu." Na nafikiri ile siku ucha alikuwa anasema Yesu alete kwa mbele andiko inasema Yesu bini Mungu. Hapa Yesu mwenyewe anasema mimi mwana wa Mungu. Anasema mimi ndiye yule mwana wa Mungu. Na huyu aliposikia akampa Mungu sifa zote, akapiga magoti akamwabudu Yesu kama Mungu. Tunarudia pa hiyo fashi, anatafuta kuwatanisha Mungu na Yesu nini? Kile kilitundikwa msalabani ni mwili wa Yesu. Lakini Yesu baada ya kutundikwa msalabani, kwa sababu yeye Yesu ni neno. Na neno hata kama likuwe ndani ya mwili, neno lilirudia mbinguni. Na huyo Yesu yuko mbinguni hata sasa. Qur'ani yenyewe inasema mshapitre tu kwamba Mungu asema, "Kumbukeni wakati nilipokuambia Isa nitakufisha na nitamleta kwangu." Paka sasa Isa eko mbinguni. Kwa hiyo ili tudhibitishe maandiko ile yenyewe kunatafuta kujua kusema kwamba Yesu ni Mungu au si Mungu. Nashukuru kwanza vile shehe anakubaliana na maandiko ninampatia. Twende tukaangalie kitabu kia Qur'ani kinasema nini. Qur'ani inasema hivi. Al-Amshiri mistari ya 24 donc 24. Utakuwa nihurumia mateme mimi shafusoma Kiarabu. Quran combien?
Al-Amsiri verset 24 nasema, ni Korani chapitre 59 verset 24. Korani 59 24 nasema, yeye ndiye Mwenyezi Mungu muumbaji, mtengenezaji, mtia sura, mwenye majina mazuri kabisa. Kila kiliko katika mbingu na ardhi kinamtakasa, naye ni mwenye kushinda kwenye hekima. Hii ni sifa ya Mungu. Mungu wa Uislamu ni Mungu muumbaji. Yesu kama si Mungu, aliniuliza ile siku, Mungu ni mwenye kuumba? Nikampa kwenye Qur'ani, kwenye Yesu aliumba ndege akaipatia sura, na hapa Qur'ani nasema Mungu wa Uislamu ni mwenye kupatia sura. Yesu akaipatia sura ya ndege, akapuliza pumzi ya wife akawa ndege. Kwa hiyo kwenye Qur'ani kwanza ndiko tukingali, kwa sababu kwenye Biblia najua kuna miniti nyingine itakuja ambao nitampatisha maandiko yanasema Yesu ni Mungu. Okay. Che, sauti ni kwa. Sawa. Mimi ukweli naona pastor ananipa kazi ami kumpa shule, kumpa masomo kidogo, kwa sababu hata Yesu ameshangaa sana kusikia kiongozi amemtetea. Anasema, pastor anasema hivi, Yesu ni Mungu. Kwa ushahidi, kwanza tukisoma kitabu cha Tito 2:13 kinaonyesha kwamba Yesu ni Mungu. Anazungumza hivyo Paulo, wala Yesu hajasema. Naomba tena, narudia tena pastor, kwa kinywa kipana, afu unielewe vizuri. Nasema yani nipe andiko ndani ya Biblia Yesu anasema mimi ni Mungu. Lakini pastor anatoa andiko ya Tito 2:13 ambayo Paulo akiwaambia watu kusema kwamba tukitumania tumaini lenye baraka na wingi wa mafunuo, kwa sababu Yesu ni Mungu mkuu. Huyo anazungumza Paulo. Sasa Yesu, pastor anasema hivi, wewe uko Mungu mkuu. Ni kweli? Nikiangalia kitabu cha Jean 14:28. Nisipoangalia vizuri, pastor akiangalia atasikia Yesu anasema, niliwaambia kama yafaa mimi niondoke na nyinyi mtakuwa mfurahi. Inafaa mimi nyende kwa Baba, kwa sababu Mungu ni mkuu kuliko mimi. Yesu anabisha hayo maneno. Wewe mnamuita yeye ni Mungu mkuu. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Okay. Le Père, pas le Dieu. Le Père est plus grand que moi. Sawa. Hapa leo nageuka kama sasa, hapa ndio tutambia Baba ni nani na Mungu ni nani. Kwa kumsaidia nimwambia mimi nitamfunza leo. Ukisoma Biblia yako, funga hivi, fungua au kumtunza kitabu, anasema hivi. Unapoona jina linatunza, ukiona Baba kwa herufi kubwa, inamaanisha nani? Mwenyezi Mungu. Kwa mtungaji wa kitabu, ukiona kama Yesu anasema Baba, maana yake ni Mungu. Kwa sababu dis Malaki inasema, je, sisi sote hatuna baba moja? Mungu aliyetuumba sio moja? Kwa sababu gani? Kama Yesu alikuwa anamuita Mungu kuwa baba, kwa sababu yeye ni kiumbe cha Mungu, maana na Yesu anasema Baba ni mkuu kuliko mimi. Ni kwa hiyo naenda si kwa Baba. Lakini la ajabu, pastor anatuambia hivi, hapana, Yesu ni Mungu kwa sababu nyoma alipanda na hivi tuko naongea hapa iko mbinguni. Kumbe pastor paka leo yamuyua Yesu. Subiri sasa mimi nikuoneshe namna gisi Yesu yupo. Hivi unatoka mambo ya duniani unaingia mbinguni. Mimi namfuata Yesu mbinguni. Tunasoma Matendo ya Mitume. Okay. 7:55. Hapo ndio Stefano baada ya kujazwa na Roho Mtakatifu akakaza macho juu mbinguni, akauona utukufu wa Mungu, na akaona utukufu wa Mungu, akimuona Yesu akisimama upande wa kume wa mkono wa Mwenyezi Mungu huko mbinguni. Yuko akisimama, hata kiti hajapewa. Hiyo ni kitabu kinaitwa Matendo ya Mitume. Oui. Na hii maneno kama tasema ni Paulo alisingizia. Akasema mais rempli du Saint-Esprit, okay, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Sasa njoo Mungu. Maana ukisimama upande wa mkono wa kume wa president, unaona kwa president. Hapa tu ndipo alipanda mbinguni. Eko akisimama njoo upande wa mkono wa kume wa Mungu. Haja wa Mungu. Yesu, hii maneno unaijua avao ende mbinguni au hapana? Yesu anasema ndio naijua. Wapi? Luc 22:69. Soma ile usikie. Wewe mimi nataka tu nisomee tu, mzee nisaidie sana. Afu nasikia raha sana.
na kujua kama Yesu mwenyewe anatamka hayo maneno. Luc 22:69. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Kumbe na Yesu nalijua kama akipanda akitoka duniani hapa ataenda huko upande mkono kume wa nani? Wa Mungu. Maana bi maana yeye siye Mungu. Tunakwenda pasta. Yesu mwenyewe hajui kama yeko Mungu. Biblia yako ukisoma Timotheo wa kwanza 2:5 inasema kwa sababu Mungu ni umoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu naye ni mmoja, naye ni mwanadamu Kristo Yesu. Mwasa Timotheo tusome ya mwisho. 1 Timotheo 2:5. Ndio ya mwisho tunashia pale. Wanjo nikatio nyo unaona dakika. Yaani mimi hata ukilipa saa nzima nitakalata maandiko nyingi tu bila hata kutatone. 1 Timothée 2:5. 2:5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Sawa. Maana yeye ni mpatanishi tu kati ya sisi na Mungu. Mungu anataka kwenda kwa Mungu. Yesu wewe nipeleke kwa Mungu twende. Anakufikisha pale. Yeye ni mpatanishi tu sisi na Mungu. Yeye si Mungu. Kama labda kama kutakuwa Biblia nyingine yenyewe itatengenezwa leo, mimi nitakubali, lakini kama ni hii Yesu hajawa Mungu. Okay, asante sana. 5 minutes yako enenea. Merci beaucoup ya kurespecter wakati. 3-5. Non, mlifikisha 5. Unamwonea pasta. Hapa na yeye nimpatia 5. Simone. Okay, merci. Mimi nakatala mtu mmoja nikia sana non journaliste ngambo. Si tu comédien équilibre. Shalom ni média équilibre. Nous na couleur rouge blanc. Donc ça marche à tout la partie. Tout libre. Okay. Merci beaucoup. Oui, papa. En tout cas, mina msaidia na kusoma. Na manga nitamsaidia kusoma. Nipatia na mwe 5 minutes. Haina shida. Je tuende haraka. Nashukuru sana kwa sababu naona shehe amehangaika sana. Na kuhangaika kwa shehe ni jina ndio inamhangaisha. Jina inamhangaisha sana. Sababu na mimi namuelewa kwa sababu naona viwango niko naenda naye hajafikia mle viwango kuelewa vile. Kwa hiyo jina mbele Yesu, neno Yesu ni jina la Mungu kwa kukomboa ulimwengu. Na huyo mwana wa Mungu ndiye neno la Mungu. Kwa hiyo kile kilichotundikwa msalabani ndio huyo mwili ulivalwa wa mtu wa Mariamu. Akisema kwamba mwana wa watu, maana yake ni pale penyewe alikuweko mwili ulitoka kwa mwanadamu Mariamu. Lakini haikumpunguza yeye kuwa Mungu. Napenda sana yeye kwa kukatala Yesu si Mungu, anaitika mabarua. Lakini tukitaka kumpatia mabarua ya kumuonesha Yesu ni Mungu, haitiki. Timotheo, napenda Yesu mwenyewe. Na ukijua mtu akijitetea mwenyewe kwa mimi niko Mungu, huyo anakuwa na shida. Naanza naye na kitabu cha Isaya. Isaya sura yake ya 9. Isaïe chapitre 9. Isaya, voilà. Isaïe, voilà. Tunaanzia pale kwa sababu ile ndio nilikuwa napenda pamoja na ile Qur'ani, alafu itakuwa na bebana vizuri zaidi. Isaïe 9:5 inasemaje? Car un enfant nous est né, mtoto anazaliwa, un fils nous est donné. Safi. Ule mtoto atazaliwa ni nani? Na ule mtoto tulipewa ni Yesu. Atakuwa et la domination reposera sur son épaule. Safi. On l'appellera admirable. Ataitwa admirable, conseiller, Dieu puissant, Mungu, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Tutauliza sasa kitabu cha Waebrania. Tunaenda mbele kuhusu habari ya ubaba. Shehe anasema eko napenda sasa majina vile anaenda kwa majina kule sasa ndio kwenye anaisha huyu. Ndio. Sababu tukienda kwenye majina, Mungu ni jina, Baba ni jina. Sasa tukienda kwenye majina hapo sasa tutakuja tena wiki kesho na hii somo lingine tutaendelea kuongelea kuhusu habari ya Muhammad vile ni mtume wa uongo. Tutaongelea vingine tu kuhusu imani ya Uislamu, Uislamu kisha kufa wanaenda wapi. Tunakuja hapa kitabu kia Jean chapitre Jean chapitre 10 verset 30. Inasema hivi. Jean 10 verset 30 inasema hivi. Na Yesu Biblia inasema hivi. Bwana Yesu anasema mu Jean chapitre 10 verset 30 inasema voilà. Mimi na baba yangu ni mmoja. Manake kama kirekonetre ke Yesu aliomba baba njo Mungu, selo yeye. Kama baba njo Mungu. Na Matthieu chapitre 28 inasema mwende mkabatize kwa jina la Baba, kwa jina la Mwana na jina la Roho Mtakatifu. Maana tukitaka kwenda kwa Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, tunakuta kwa huyu Mungu akue Mungu, ifaa kwa Baba, akue Mwana na akue Roho Mtakatifu. Akikuwa Roho, ayampisha yeye kuwa Baba.
akikuwa neno hayampisha yeye kuwa baba, akikuwa baba hayampisha yeye kuwa Mungu. Sasa twende tukaone kama Yesu ni Mungu. Anasema mimi na Baba ni mmoja. Tomaso akamwambia, utuambie tu Baba ole tufanye inatutosha. Yesu akamjibu nini? Yesu akasema anayeniona mimi tayari anamuona nani? Manake mwenye kumuona Yesu anamuona Mungu. Sadiki Baba ni ndani yangu na mimi ni ndani ya Baba. Kwa hiyo kama anazungumza Baba ni ndani yangu na mie niko ndani ya Baba, ina maana kama huyo Yesu neno, huyu Yesu mwana na Baba habaachanishwi. Kwanza nashukuru kuona shehe wa kwanza kuitika ke Yesu yuko kuume kwa Baba. Mishi yaonaka shehe mwenye anaitika Yesu yuko mbinguni. Ndiyo. Na kutanaka na wale Waislamu wanasemaka Yesu hayuko. Huyu yuko tu tayari karibu kuwa pastor kabisa. Sababu ile ndio mahali ambapo watu hawaitikake. Baba waitiki kama yuko kuume kwa Baba. Akiwa kuume kwa Baba, tunaenda 1 Jean chapitre 2. Juu pale ndio penye yeye alipenda chapitre 5. Pale ndio pale alipenda kuongea sana kuhusu habari ya Baba. Ili niendelee kumalizia na mavitabu sasa vinasema Yesu ni Mungu. 1 Jean 5 samani 1 Jean chapitre 5. Tunaanzia pa verset 8. OK, verset 8. Sisi nasema l'esprit, l'eau, tunaanzia hapa pa sisi. Huyu ndiye aliyekuja kwa maji. Si ndio Yesu le? Na damu, Yesu Kristo. Si katika maji tu, lakini katika maji na katika damu. Na Roho ndiye anayeshuhudia, kwa sababu Roho ni kweli. Kwa maana watatu ni washuhuda mbinguni. Watatu kumbingu ni washuhuda. Wa kwanza Baba, wa pili Neno, na watatu Roho Mtakatifu. Kumbe kumbingu kwa bashuhuda bangapi? Ili bumungu bukue ifuku kwe Baba, kuwe Roho Mtakatifu na kuwe Neno. Asa kama yeye Neno alishuka, hawezi kumlomba Baba. Si niko kwako journaliste? Wewe ulikuwa unasaidia. Wewe unaonekana uko Muislamu. Hapana, si Muislamu. Wewe ulikuwa unasaidia shehe. Nilikuwa nasoma. Sasa ndipo nasema hapo. Soma hata mule mwako. Ni pas sasa na kwa. Si nous avons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu. Nakwambia pale unasoma. Et plus grand, 9. Panga mimi niko pas 7. Pas 7. Non, il y a 3 qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Sasa Swahili nasema vizuri. Kwa maana watatu ni washuhuda mbinguni. Baba na Neno na Roho Mtakatifu. Na watatu hawa ni mmoja. Ndio pa 9 hapa wewe. Na watatu hawa ndio pa 9. Soma basi Francais na Swahili inaweza kuachana. Inasema si nous avons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. C'est lui qui croit au Fils de Dieu. Inasema pa 9 pa 7 Mswahili. Inasema mbinguni kuna washuhuda watatu. Ndiyo. Ili mbingu ikuwe Mungu akuwe ifo pakwe utatu. Panakuwa Baba, panakuwa Roho na panakuwa Mwana. Iko sawa vile mtu anaumbwa kwa mfano wa Mungu. Kwa nini? Sababu mtu, l'homme est à l'image de Dieu. C'est lorsque mtu yuko na vitu vitatu: mwili, roho na nafsi. Oro nafsi ndio neno. Na mwili, tunaweza kusema mwili ndio ubaba. Neno la Mungu ile nafsi yake ndio Mwana. Na roho hii tunapumua na ile roho ndio Roho Mtakatifu. Kwa hiyo sasa kama hao watatu ni washuhuda mbinguni, Baba, Mwana na Roho, ina maana kusema kwamba hao watatu, Neno ndio Yesu, Baba ndio kiungu kyake, na Roho Mtakatifu ndio pumzi yake ya uhai. Sasa kama unataka kukatana ke Yesu si Mungu, manake haiko sehemu ya Mungu, manake inamaanisha kusema ke Yesu hayuko mbinguni. Akiwa mbinguni, juu mbinguni hakuna mwanadamu mwenyewe yuko juu. Muhammad yuko mkaburi mpaka sasa. Hajakuwa mbinguni. Hata shehe akikufa yuko Muislamu. Qur'ani yopekesha kusema kwamba wakifa Waislamu wao ni kwenda tayari ni chini kujana mo. Acha nimalizie nimpatie kitabu kia mwisho. Wakati Thomas alimuona Yesu akifufuka, akasema anamuona Mungu wangu, akamuita Yesu Mungu wake. Tunanipata? Mina tukienda mutite ile nitoka kuleta Hébreux chapitre 1 verset 8 inasema, mais il dit au fils, ton trône, oh Dieu, est éternel. Mungu yeye peke njoko nasema, Mungu anasema, anamwambia mtoto wake sasa mtoto. Eko anamwambia Yesu asema, oh Dieu, Mungu yeye peke anasema, Mungu anamuita Yesu Mungu. Hébreux chapitre 1 verset 8. Colossiens chapitre 3 verset 9 inasema hivi, quand à lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Make mwa Yesu munakaa kwa utele bumungu bote. Kwa hiyo kuhusu habari mambo ya majina, Biblia inasema Filipiens chapitre 2 asema Yesu alipewa jina yekwa juu ya majina yote.
na ni kwa jina la Yesu kila goti linapigwa mbinguni na duniani. Seke na Mungu mwenyewe akisikia jina la Yesu, na ala akisikia jina la Yesu, ifo magoti ifanyeje? Ipigwe, kwa sababu yeye ndio na jina juu ya majina yote. Kwa hiyo Baba na Neno aliye Mwana na Roho Mtakatifu ndio batatu wanafahamu Mungu huyu. Asante, kumbe Yesu ni Mungu. Unasikia sasa. Bale tusiendelee kula 5 minutes yetu, inabakia kidogo sana. Tuakia prepare na 5 minutes. Asa baba unasemaje? Kwa papa na kujibu nasema akuprove. Jana nakuprove na miandiko hapa nasoma na mimi nikusomea. mimi sijapata hata andiko moja, lakini andiko yenyewe nasikitika kwa kuona mchungaji kama yeye anaitoa, inaniletea aibu. Ni Ezai 9:6 inanipa aibu, iko mbali na Jezi. Ule mwenyewe anatembea mzaili. Njoo nikupe naye sasa. Ule bali sema mzaili. Ndio nikupe naye, na leo atoke na maswali. Nikwambia mimi nasema jua umulete mwalimu. Andiko yake nasema hivi, kule Ezai, tumepewa mtoto mwanaume. Ingelikuwa ni Jezi, tutapewa. Juu ni profesi. Tumepewa maana yake alishatokea. Yesu na Isaya bakonana. Tunapewa mtoto mwanaume. Kwanza nani anatupatisha huyo mtoto? Kama yeye ni Mungu na alishakuwa present, tutapewa. Ingelikuwa ni Jezi. Profesia ya Jezi iko kuseti 14 Isaia. Njoo yeye anasema Mariamu atachukua mimba. Sasa huyo anaweza alika pale, si Jezi. Ile sifa mnasema Mungu mwenye nguvu, mfalme wa amani. Mimi nitakupa maandiko mengi yenyewe sana nakwambia, sikia kuleta amani duniani. Nikia kufitinisha baba na mama yake, vyote vipo. Ile huyo sio Jezi. Akitaka kujua asome ile Isaia yake 3:8 ndio atajua ile zalika pale. Anaitwa Mael Shalal Ash Baz. Sifa ine sawa na ile ilivyotaa pale. Alafu ule iko tofauti. Ule alisema na miachia salama kama dunia itoi ni nani? Sasa wakajiuliza mimi wakati mimi nakuwa nakwambia vile usema sio Jezi, itakuwa ajabu. Hii andiko pasta ukitoa hata kwa wachungaji wenzako watastuka. Unasema Isaia combien? Somea witi nani 3:8. Isaia 3:8. Njoo mpate mwali zalika pale. Tena ni nabii mke ndio alikuchukua hiyo mimba, akazaa mtoto Mael Shalal Ash Baz. Mungu mwenye nguvu, mfalme wa amani. Leta kule. Hiyo inakuwa ni sifa ya mtoto. Na ile sifa iko kubale watoto batatu. Soma ikuepo pale pale. Soma sio kwa maana Kiebrania na kiongea. Unasema Isaia combien? 3:8. 3:8. Jérusalem chancelle et Juda s'écroule. Oui, parce que leurs paroles et leurs œuvres sont contre l'Éternel, bravant le regard de sa majesté. L'aspect de leur visage témoigne contre eux, et comme Sodome, ils publient leurs crimes sans dissimuler malheur à eux, âme, car ils... Est-ce que ndio? Ndio sifa hii, wewe usome haraka haraka juu ya kupita. Nataka kukupa ni elimu, wewe soma kwa Kiswahili. À leur âme, car ils se préparent de maux. Dites juste espérer. Shalal Ash Baz. Sifa ya ule mtoto anayezalika pale. Juu kwa sababu yule aliyezalika kwa Isaya si Jezi. Jezi hakuzalika kipindi cha Isaya. Jezi anazalika huku kwenye profesia yangu kutokea ku 1:20 Mathayo. Ndio kana kuzalika. Ile iko rapport mbali sana na Jezi. Tunakwenda habari nyingine ya mwisho anakia kuzungumza hapa, ile inanishangazisha sana kwa pasta. Nilikuwa naandika maandiko yake. Anasema tena kusema kwamba kwenye Jean 10:30 kisha akachanga na ile ndiko mwa Jean 10:30 akaichanga kwa maandiko mawili Jean 14:6 kushuka. Mimi na baba ni kitu kimoja, ukimwona baba ananiona mimi nitashangaa. Unamkorojea na Yesu. Jésus mwenyewe ukienda kitabu cha Jean 5:37. Na soma sikia Jean 5:37. Mara moto nenda na kuisha. Ndio dakika zangu najua utaninyima tu Sitakuima hata niambia vile. Leo nitakusomea. Jean 5:37. Umsikie Jésus mwenyewe. Okay, tunasoma. Naye baba aliyenituma. Il dit et le père qui m'a envoyé baba mwa aliyenituma a rendu lui-même témoignage de moi. Amenishuhudia mimi Yesu. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Sauti hakuna mtu yote shabatika kumuona. Vous n'avez point vu sa face. Wala sauti maana hakuna mtu shawahi kusikia sauti yake wala kumuona. Et sa parole demeure point en vous. Simama sasa. Naye baba aliyenituma mimi amenishuhudia. Sauti yake hakuna yeyote aliyewahi kusikia muda huo. Unipate vizuri? Hakuna mtu alishawahi kumuona wala sauti yake hakuna alishawahi kuisikia. Sasa wewe ukisema ukimuona Yesu unamuona Mungu utashangaa. Sawa, kama tukimuona Yesu
tunamuona Mungu. Yeye mwenyewe ndio Mungu. Sawa na imani ya pasa anavyozungumza. Mimi sikatai. Lakini ukisoma Luc 22:43 alipofika kule kumlima anapiga goti kula akamwambia baba, ingelikuwa heri kikombe kinipitie mbali. Alimuomba baba gani? Na ndio Mungu. Aksanti, tunasimamia hapa. En tout cas, tunasimamia hapa njoo ya leo, minute yetu inaisha. Kama vile tulisema mtafuteko tu besoin na ba sponsor bando wa kusponsoriser hii emission. Leo milisema leo tutakuwa deuxième partie na mu préparer miandiko mutuandikie. S'il vous plaît, ne nous appelez pas. Mutuandikie, tutabeba ma question yenu tunaenregistrer. Tuku médiamment ikunaitre. Atuna ngambo atamoya. Na ma émission prochaine, dimanche prochain, tukunarudia na she na papa njoo kushimamia pa hii émission. D'ailleurs, pendant ce qu'on a surprise. Pendant ce qu'on a surprise. Papa, unasema je? Mimi nitakia juma kesho. Kumuonesha gisi Yesu ni Mungu. Na eko na sifa zote za Mungu kumuislamu kumfuata. Maana kama muislamu asifati Yesu aingi mbinguni. Merci. Wote ni jana kabisa. Sauti ya mwisho? Mimi nashukuru sana. Kwa kuwa leo pasta akuwa na andiko yenyewe Yesu anasema mimi Yesu niko Mungu. Juma kesho ndio ataleta. Mimi abarikiwe. Ila akileta mimi nampa andiko 100. Yenyewe Yesu anasema mimi Yesu sina Mungu. Wow. Merci beaucoup. Merci kwa mwamba le moto bonetufata. Merci à l'équipe technique. C'est la programmation de monsieur Jules Lubemba. Merci à tout le monde. Nous vous aimons beaucoup. Shalom chez vous. Bye.